Na uzuri ni kwa conversations zako zote ujai ongelea dini ya Kiislamu vibaya, which is something siwezi kuiongelea vibaya kwa sababu unajua watu wanaongeleaga vibaya wanaongea tu. Ukiambia Waislamu wachawi, kwa Kristo hakuna wachawi kweli? Tuongee ukweli. Si watu wako kanisani na wanaroga tu siku na mchana. Wako hao ndo wanaroga wachungaji, hao ndo wanaroga watoto wa wenzao, na wako hapo kanisani, wengine wako viti vya mbele, wengine wamepata madaraka huko kanisani, mzee wa kanisa, mwingine yuko hivi. Kuna shetani hana nyumbani kwao. Shetani hamuogopi mtu, anamuogopa mtu aliye na Mungu wa kweli. Hiyo anaogopa. Lakini haogopi wewe kwenda kanisani, haogopi wewe kupewa cheo. Atakutumia uwe mchawi kama walivyo wachawi wengine. Atakutumia uwe kahaba kama walivyo makahaba wengine. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi siwezi kuongelea Waislamu vibaya kwa sababu nilianza kumjua Mungu, kwamba kuna Mungu mbinguni, kwamba uongo ni dhambi, uasherati ni dhambi, sijui nini, zile amri 10 unazozisoma wewe kwenye Torati. Mimi nilijifunza nikiwa msikitini. Kwa nilianza kumjua Mungu nikiwa msikitini. Sawa? Ila tu sikumjua Yesu. Basi. Kwa hiyo hata nilipokuja huku nawezaje kuwatukana na huyu Yesu akasema sikuja kuitangua Torati bali kuitimiliza. Maanake kwamba zile amri 10 Yesu hakuja kuzifuta bali kuzitimiza, maana katika hizo tutahukumiwa pia. Na Waislamu wanashika amri 10, tena ukiangalia wao wanashika kuliko hata sisi. Sisi tunasema tumeokolewa kwa neema, sio kwa matendo ya sheria. It's okay. Je, neema ikija ndio tufanye dhambi? Sio kweli. Manake ni kwamba manake Mkristo anayo neema, lakini hajui neema ukubwa na thamani ya nini? Ya hiyo neema. Ambayo Muislamu kitendo tu cha kujua zile amri 10, mtu anakuwa na hofu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Anajua kuna Mungu mbinguni, kuna moto wa milele, anajua. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo siwezi kumwongelea Muislamu vibaya kwa sababu kuna vitu wanafanya vizuri hata huku kanisani watu hawafanyi. Kabisa kabisa.